upande wa Meru, na ni jamii moja na Kenya ni moja. Kwa hivyo ni furaha tele, hasa wakati huu tukikaribia sikukuu ya Krismasi alipozaliwa Mwokozi wetu. Na sio kama yeye, kama sio Yesu Kristo mwana wa Mungu wa pekee, hatungekuwa hapa. Na kwa hivyo shangwe, yale magumu na machungu ambayo tunapitia kama nchi tuyaelewa, na yote hayo tunayakabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Nilipofika hapa mliona nikipitia kwa ile mlango, I think wakati mlikuwa mnachukua Holy Communion, ni kwa sababu our fourth president, Mheshimiwa ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta, ametuma salamu zake niwapatieni nyinyi wakiamua. Nilimwambia niko karibu sana Gatundu. Nilipomweleza mahali akasema you are not near Gatundu, you are in Gatundu. Yeye saa hizi ako mji mkuu wa Angola. What is the capital city of Angola? Waziri Bakari wewe. Ndio anasema Bakari waziri hajui Luanda. Anajua tu Gatundu, hajui Luanda. So ndugu Uhuru Kenyatta amewasalimu. Wangapi wanapokea salamu zake? Hapo kwa shughuli muhimu sana. Yeye ni mpatanishi wa watu wa DRC Congo. Na hii naelewa sana kwa sababu ingawaje nilikuwa upinzani wakati huo, wakati walifanya handshake na Raila, wao walinituma niende nishikanishe watu wa DRC Congo, aliyekuwa President Joseph Kabila na rais wa sasa hivi Felix Tshisekedi. Wanangojewa na Uhuru wote Luanda, ndio wajaribu kuona kama wanaweza kupunguza mzozo ulioko katika Eastern DRC. Area hii yote ya Kivu mpaka wa Rwanda na Burundi, kuna mauaji makubwa ambayo yamekuwa yakiendelea. Na kwa hivyo rais wa nne wa jamhuri na hiyo kazi ameniambia hiyo kazi ataifanya. Anajua alikuwa amewekewa vikwazo juu ya kazi hiyo, lakini hivyo vikwazo vimeondolewa, na kwa sababu lazima watu wawe na nia ya kuweta watu wetu pamoja na eneo nzima la Afrika. Huku tukimwombea pia Raila Odinga ambaye mimi mwenyewe niliona akifanya a wonderful televised it's not an interview, debate na wenzake ambao wanang'ang'ania kiti cha kuwa nani atakuwa mwenyekiti wa bara letu la Afrika. Kwa hivyo sisi tunajivunia vile Mungu ametuweka pamoja. Wakati mazungumzo yalifanyika hapa juzi, naona watu wengi walipiga duru. Mimi namuelewa sana ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alitoa taarifa na Ruto akatoa taarifa yake. Wote wawili walipokutana hapa Ishaweri, because as the fourth president ni lazima akae juu ya hawa wengine. Na sio kwamba namtetea, lakini namuelewa. Kwa mfano taarifa aliyotoa Uhuru Kenyatta alisema yale waligusia mengine ni juu ya umuhimu wa kuwa na in a democratic state, kuwa na upinzani marudufu, upinzani wenye nguvu. Hiyo walizungumza. Hiyo si kuona taarifa ya Ruto hakuwekelea hiyo. Pengine ndugu Ruto anataka sisi tuwe hivi. Lakini Uhuru alitoa taarifa. Na hiyo taarifa basi ina umuhimu mkubwa sana. Najua watu wengi wamepatwa na hali ya kutoamini ni kitu gani kinaendelea, na tuwashangilia msimamo wa makanisa. Mimi as bishop ningefurahi zaidi kama ungesema nyinyi kina Kalonzo hamtaongea hapa, kwa sababu watu wamechoka kutumia jukwaa la kanisa kueneza mambo ya kibinafsi ya kisiasa. Naelewa sana,
na ilo hiyo hasira. The Roman Catholic Church walikuwa kwanza kutoa msimamo, Anglican Church wakatoa msimamo, na maswala ambayo yalisema yajibiwe bado hayajajibiwa. Na kabla kuwa na hali ya nchi ambayo zote tunaweza kusema yes, kuna usawa, basi kila mtu ako na uhuru wa kusema siwaamini hawa ni wale hawa kina Njiro, hawa Blackpool, hawa ni hawa kina baba yao ndio hawa. Kanisa mna haki ya kuwa na hali ya taharuki juu ya vile uongozi, na yet uongozi ni sehemu moja kabisa ya binadamu wetu ambayo kuna umuhimu mkubwa. Mimi sifurahi kabisa nikiambia wanasiasa, Bishop tukikutana na yeye, and Bishop Jomo, hapa ni kama majomo wako wengi hapa, Jomo Kenyatta, Jomo Bishop Jomo and your wonderful wife. Don't look at us as politicians. Look at us as your other face, leaders. And leaders are born. They are born. And I also want to say, Archbishop, they are also anointed. Kama vile Jeremiah, Mheshimiwa Kungu Smart. Don't worry even if you stand on top of a desk to catch the speaker's eye. I want to disabuse us of this concept. Kwamba they are lesser human beings, watu wanasiasa wale ambao wameharibu sifa ya political leadership. Ni wale ambao wanatumia jukwaa la kanisa kujipendekeza, kumbe sio wao vile ambavyo wanataja. Na kwa hivyo basi kanisa ilipogundua, kukawa na hali ambayo zote tuelewa. Let us pray that wakati wa Christmas tufikirie sana, tuyatafakari haya mioyoni mwetu kama wacha Mungu. In real terms, wewe mwenyewe unajuana roho yako, wewe Mungu unayemwamini, unayemwabudu, unajuana. Wakati huu fikiria sana juu ya nchi yako. Machungu, watoto wameshikwa. Kiongozi wa kina mama alizungumza, na wewe mwenyewe askofu mkuu ukazungumza juu ya swala hili, kwamba kina mama wanashikwa na wanawawa kinyume na msimamo wa kisheria alivyonena wakili Njiro. Tujiulize ni kwa nini? Na hali sisi tuko na katiba 2010 inayozungumzia juu ya umuhimu wa kuwa na nchi ambayo inatawaliwa kisheria, sio kimabavu, sio kiwizi, sio kikateli. Mambo haya ni magumu sana. Mungu atufukishe twende mwaka ujao. Na vijana wakauawa. Wakili Njiro amekwambia hiyo wimbo uliimba kwa Kikuyu. Nataka uniandikie vizuri, I'll be singing it next time. And I remember the children of Israel 70 years under captivity ya Nebuchadnezzar in Babylon. I'm not quite sure whether Babylon is not modern, either it's modern Syria, na vile Syria inaendelea, ama modern Baghdad. What is the capital of Baghdad? Iraq. That area, very biblical places. Jeremiah akazaliwa kule, akapata